Na mimi nashangaa kwa nini watu wanapiga kelele na ushauri. Kwa sababu ushauri unaweza kuukataa au unaweza kukubali. Nilitegemea mtu aseme tu kwamba tumekataa ushauri wa Gwajima. Ni ushauri. Ni ushauri. Aseme tumekataa ushauri wa Gwajima, simple. Na ukiukataa ushauri wangu, mimi nimetumwa na Mungu kwenye hii nchi. Na safari hii ndio mtajua kwamba Mungu amenituma. Narudia tena. Mungu hatumi watu wazuri sana. Hatumi watu wenye sura nzuri sana. Hatumi watu wanaovutia sana. Mungu anatuma watu kama anavyopenda yeye mwenyewe. Na anatuma kwenye nchi kwa ajili ya makusudi yake ya milele. Karne ya kwanza Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanae Yesu Kristo. Akaja hapa duniani. Ni binadamu 100%, lakini ametumwa na Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana imeandikwa, palitokea mtu ametumwa na Mungu na jina lake aliitwa Yohana. Huyu alitumwa kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Mungu anatuma watu. Baada ya miaka 500 na kitu baadaye, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akaja duniani. Ndio maana unaona Uislamu umeenea duniani kote, naye alikuja kwa ajili ya utume wa kueneza Uislamu duniani. Kwa hiyo Mungu huwa anatuma watu kwa kusudi maalum. Na Mungu akiwatuma watu huwa anawalinda, anawatunza mpaka watimize mission waliotumwa naye katika uso wa dunia. Nataka kusema sasa, yule unayenivamia hovyo hovyo hautaweza. Hautaweza. Yeye anilindaye hata lala wala hata sinzia, yeye aliye mkuu wa Israeli, hata acha mguu wangu usogezwe. Wao watataja magari, wao watataja farasi, wao watataja silaha zao, lakini mimi nitalitaja jina la Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akulindaye hata lala wala hata sinzia, aliye mkuu wa Israeli. Tumpe Bwana makofi makubwa sana. Leo naisemea Tanzania na wasemea wa Tanzania nikiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. CCM haina sera ya utekaji. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa. Utekaji, kupotea kwa watu, sio wazo la CCM, na CCM